Here I'm rich because of what? I'm helping society. Because people are coming here and I'm helping them like a pump, like this one. MKC Media. Okay, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa MKC Media. Mimi ni Francis Jumanne, nyuma ya kamera ni Isa. Bana, karibu katika interview yetu ambao tupo pamoja na ndugu yetu ambao tutakwenda kujua mambo mengi kabisa kuhusu kazi yake ambayo unakwenda kuiona live katika media yetu ya MKC. Lakini bado kama tujiendelea kwa ambaye ni mpenzi mtazamaji wa MKC Media bana, usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uweze kuungana nasi kabisa katika kufanya mambo mengi na kuandamana nasi katika kila hatua ambayo tunakwenda kuifanya. Bana, kaka, mambo vipi? Safi. Mambo yanaenda? Yeah, I'm good. Bana, kabla sijaja kwako nimeambiwa kwamba wewe ni mtaalamu na kwa namna moja au namna nyingi unaongea lugha nyingi, ikiwemo kwanza ya Kiingereza kwa namna moja ambayo ni lugha ambayo unapenda na ambayo kwa namna moja imeenda international. Anyway, natamani tujue vipi kuhusiana na ambao watu wamekwenda kuzungumza kuhusu lugha, lakini pia kuhusiana na kazi yako ambayo tunakwenda kuifanya sasa hivi. Yeah, for sure. Kwa majina naitwa Ngwelo. Kwa kweli nipo famous kwa gisi wanavyonijua hapa kambini, na kweli mimi ni kijana ambapo na talent. Nikisema talent nasema kipaji. Na vipaji kweli, na vipaji hapa, na vipaji zaidi hata 5 au hata 10 ninavyo mwanangu. Si unajua mambo mengine watu wakiwa kwenye TV watu wanachukulia simple, lakini kwa kweli mimi na vipaji. I am talented. Yeah, it's fine. Ni Ngwelo hapa mwanangu. Okay, anyway, labda watu wanatamani kujua talent ambazo uko nazo. How many talent do you have in short? For sure. Kama nilivyokuambia na talent zaidi ya 5. Nitataja tu baadhi kwa kuwa I want to be proud of myself, okay? Yeah, talent ya kwanza mimi kwanza ni mwanamuziki. Talent ya pili mimi ni businessman, unaona, na shawishi wa vijana wengi kufanya business, kutumika kazi. Mimi sio msanii wa kuuza sura, amna. Mimi ni msanii ambapo na shawishi jamii, na shawishi jamii. Mimi hapa nafundisha, unaona, nafundisha Kiingereza, nafundisha Kifaransa, vitu vingi. Ina maana mimi kifupi niongee tu na talent nyingi, na nataka nihamasishe jamii kama mtu anaweza kuwa na talent zaidi ya 5 kwa kifupi tu. Okay, labda tunatamani tujue miongoni mwa hizo talent 5 ambazo uko nazo, ni talent ipi ambazo labda unazipenda sana kwako na unaziona kwamba ni nzuri zaidi sana? Yeah, to be honest, yeah, I would love to sing. Sometime I started it like a baby. Yeah, kuimba ni kama kilikuwa kipaji changu. Afu pili kutengeneza radio. Nilianza kufuatilia mawimbi ya radio. Ujue kama mtu ana supporter au sometimes unakuja jikuta anakuwa interrupted, vitu kama hivyo, anakosa msaada wowote. Lakini endapo mzazi anaona kipaji cha mtoto, kama wenzetu wa white people, they are always sent to those children to the place that they know, okay? Nataka nimaanishe hivi, mtoto akiwa na kipaji anaelekezwa pale anapohusika, kama ni mwanajeshi, kama ni daktari, kama ni rubani, kama yuko pilot unabidi wakupeleke kwenye pilot system. Sio hapa mtu anachanganya vitu, hamna. Ila kama ulivyoniuliza kipaji vilivyokuwa moyoni mwangu ilikuwa kuimba, kutengeneza gari, kutibu watu, lakini inabidi ni focus na kitu kimoja baada ya kingine. Kama nilivyokuambia mwanangu, sidharau mtu ana talent zaidi ya 10, unaona, lakini jamii inaweza ikakudharau kwa kuwa hawajakuelewa kama una focus na nini. Endapo ukipata support ndo wanajua kama mtu anaweza kuwa na vipaji zaidi ya 10 au 5, kwa kuwa honest. Yeah. Okay bana, tunatamani tujue miongoni mwa vipaji ambavyo vimekwenda kuvitaja, kuna moja ambayo tunaona ipo live hapa ambayo labda namna moja tunaita garage. Anyway, ni kitu gani ambacho labda kimekwenda kukushawishi wewe interested about this? Yes. Yeah, I can say I am very happy to come and interview me. This is basket. Yeah, always fixing this basket. Na kuna vijana wengi nimeshawafunza hapa. Kifupi kwenye kazi nataka watoto wawe na self employment. Yaani wajitahidi kuwa na tumaini fulani, wawe na tumaini fulani kama wanaweza wakajiajiri.
because of what? I am a self-employment. Here I employ myself. I have a work and I'm fixing. This is bicycle, and this is tile, this is rim. Everything is here. Yeah, it's what I can say. Yep. Okay, kwanza big up sana katika kazi ambayo unakwenda kufanya. Thank you. Pia journalist. Yeah, okay, lakini pia sijui kama wewe una asilimia gani ya kukubaliana na sentence ambayo Waingereza wanakwenda kusema you cannot be rich by working under someone, but by providing on a business you can be rich. How do you understand the word? Yeah, I do understand because I am helping society. Here I'm rich because of what? I'm helping society. Because people are coming here and I'm helping them like a pump, like this one. Whenever they don't have money, I'm helping them. They're pumping up here. For free. All my neighbors, they're coming here and I'm helping them for free. Yeah. Na hiyo ndo nikaona kweli na kipaji inabidi nisaidie jamii. Nisaidie jamii kwa kweli. Kwa kuwa hapa wanafika hapa na wasaidia na nasaidia jamii ya Kirundi, ya Kikongo na wasaidia wakifika hapa na hapa pampo. Na ndo maana ya kusoma. Mtu asomi ili uwe na madokumenti. Mtu anasoma ili usaidie jamii. Na kweli mimi nilipita shuleni, I am a secondary school diploma, na cheti changu kiko hapo, lakini yona hamna. Siku ya wasanii ambapo hatu focus kwa kuambia vijana maisha ya baadaye. Na ndio maana nyewe watangazaji na waombeni muone najitahidi kuoja hata watoto wadogo ili muone vipaji vyao, kwa kuwa tunajaribu kwa maisha jamii ili ijitegemee. Isiwe jamii unaona mtoto wa kiume akishakuwa ameshaoa anakuja jikuta mambo ya ndoa inamshinda kwa kuwa hayupo able kumanage responsibility ya yeye na familia yake. Unaona depend na our parents. Sasa hapo mimi hapa I don't depend with my parent. Yeah, I don't depend with my parent. I'm focusing on my own by myself, and there are I'm telling this society to focus on their life. No, naweza nikakushauria. Hapa nasaidia jamii kama ulivyoniuliza. Unajua kuna kauli moja in English, people they are saying I can give you a fish you eat a day, but I can teach you fishing you eat lifetime. Nataka kumaanisha hivi, niseme mwongeaji sana wa Kiingereza wakati watu wanatakiwa wajue naongea nini, kwa kuwa hii environment inaongea Kiswahili na nataka tutambue kama si tuna vipaji. Naweza nikakupatia samaki, unaweza ukafa na njaa, lakini kufundisha kupata samaki hauwezi ukafa na njaa. Au sio hivyo mwanangu? Wewe mtangazaji, au sio hivyo? Ni sambamba kabisa unavyokwenda kusema, lakini pia nikushukuru kwa kuweza kusaidia vijana katika jamii yako katika shughuli mbalimbali. I told you before, yeah. Hususan katika kazi ya kutengeneza beko, lakini pia ufundi na pamoja na kazi ambazo unakwenda kuzifanya nyingi sana za kupika masuala ya uchungu. Hususan kwa namna moja na namna nyingine unasema kwamba zinakaza vijana, lakini kwa wale vijana ambao labda hawajitwiki sana na masuala ya kutumia vitu vya uchungu, una kitu gani cha kuwashauri zaidi sana? Unajua mwanadamu anaumbwa na vitu tofauti kama hii garlic inahitaji uchungu. Tukisema yani garlic ni sehemu ambapo mwanadamu hapa moyoni inahitaji uchungu. Ukishakunywa uchungu inasaidia digestion system, inakusaidia ili yani digestion system iwe nzuri. Yani isage vyakula vizuri na uwe na afya bora. Na sasa nikashauria vijana kutumia vitu kama vya secret, yani vinaharibisha mfumo wa uume wa wanaume. Na hizo nikakushauria ukitumia vichungu kama kisi nilivyokuambia, mimi na vipaji vingi mwanangu. Najua kutengeneza baiskeli, najua kutengeneza pikipiki, najua kutengeneza generator, napiga uchungu. Yani mimi sio msanii ambapo mwanamodo hamna. Mimi ni professional, unaona? Mimi na maisha ya vijana ni kama wahamasishaji kama vile wakina Lucky Dube, wakina Bob Marley waliokuja kuhamasisha ulimwengu. Watu kama hao ndio tunahitaji kwa ulimwengu wa sasa hivi. Sio wavalia modo, mnawahitaji wana, unawahitaji? Na mmoja labda ni wana mitindo, niseme. Mitindo, so that is too much, man. I'm tired of that style, okay? We would like to show the world if we are here. Bembe the most people are humble. Unaona? Wabembe vitu vingi, yani tupo talented. Even in USA, wherever you are, all over the world, people are there. It means Bembe, they are there to show the world if we are talented.
no matter who you left in the camp, but people are here, tuna focus ili tuoneshe kama kweli tuna vipaji. Ndio gisi naweza nikashauria vijana. Okay, anyway, kuna baadhi ya ngoma ambazo tumekwenda kushuhudia za Yai Madin, wewe umemshirikisha. Na umekwenda kufanya collab hiyo ambao labda kwa namna moja wewe mle umezungumza sana kikubwa, uliongea sana Kiingereza na watu wamekwenda kusema kwamba labda umejitika sana kwenye masuala ya Kiingereza katika ile ngoma ambayo umekwenda kufanya na Yai Madin. Na una kitu gani cha kuambia watu kulingana na hicho ambacho labda ulikwenda ukifanya collab ya muziki ambao umekwenda kuifanya kweli na ikizidisha kwamba labda wewe ni mwimbaji? Kwa kweli nilisikitishwa sana na style hapa kambini. Unaona? Watu wengi wanajibase kwenye masuala ya watoto, wanaimba muziki kama ni watoto mapet. Na ndio maana mimi siwezi nikajicompare na wasanii hapa kambini. Mimi nipo high level. Okay? I am a high level man because of what? Kwanza kwenye Kiingereza nilichokiimba sijapata msanii yoyote ambao ashanisaisha kama nimefanya kosa. Unaona? Pili, tunataka tuoneshe kama wabembe kweli kama tunaweza. Kwa nini niseme tunaweza? Kuna baadhi watu wapo USA, wapo France, wapo Europe. Nikisema Europe na France yupo, United Kingdom ipo hapo na kadhalika, na Russia na anyway. Na ndo tunajaribu kuonesha ulimwengu kama si wabembe tunaweza, sio kufocus na nyimbo za kitoto amna. Kama nilivyokuambia mimi ni mhamasishaji, okay? Mimi ni kama wale wakina Bomare, wakina Lucky Dube, wakina Dex, wakina Eminem, ndio najicompare nao, sio hao mapete amna. Mimi najicompare na watu wakubwa kwa kuwa tukifanya kitu cha kikubwa, it will show if we are big people, okay, in society and all over the world. People they will see this man knows for sure. Lakini tukinaimba kibembe Kiswahili hapo, muziki wetu au talent zetu zitakuwa aziendi popote. Zitakuwa zina work, okay? Zitakuwa zina work hapa tu kambini. Lakini tukifocus out of this area, na people wata appreciate, even USA they will appreciate if they left people here. Kwa kuwa watu wengi wakishaenda USA wanafikiria kana kwamba hapa kambini kwetu hakuna vijana wana talent. Sasa wa vijana wapo, na sio mimi tu, kutakuja wengine, lakini mimi siwezi nikacompete na wasanii hapa kambini kwa kuwa ni under level. Wao ni mapet na waita mapet. Mimi ni Brazangwelo na nina vitu vingi, nyimbo ni nyingi. Umenielewa ndugu mtangazaji? Mimi nina vitu vingi. I have a lot of things into my mind, okay? Sasa ndio hivyo na focus nionyeshe ulimwengu kama tuna vipaji. Lakini hata kama sijapata support inabidi ni focus ili tuoneshe ulimwengu kama tuna vipaji, okay? Okay bana, kwanza big up sana kwa kusema kwamba kuna ngoma ambayo labda umekwenda kufanya ya Kiingereza na kuna ambao amekwenda kukusaisha. But some people say at Nyarugusu camp there is no go inch. Okay, how do you talk about this? Hapo na congratulate kwanza. Kwa nini niseme na congratulate? Kwa kuwa sijaona TV hapa kambini inaozungumza Kiingereza kama yako. Alafu nimeshangaa sana, nimefurahi sana, okay? Kwa wewe unaitwa nani? I'm called Francis. Francis, okay? Sawa, nashukuru kwa kuwa nataka nionyeshe kama ulimwengu kama sisi wabembe ni watu ambapo tupo on top of. Nikisema on top of, yani tumeshakuwa kwenye level, high level. Hatupo tena down, hapana. Tusimbembe kwa kufocus na level under level, amna. Tuimbe ili watu wengine, all over the world watuone kama sisi tuna focus na muziki, unaona? Na kama nilivyokuambia mimi na focus kuonesha ulimwengu. Style yangu ni kama wakina Bomare kwa kuwa wale in the time of slaveness. Nikisema slaveness kwenye kipindi cha utumwa, walifocus ili kuambia wale white people waache utumwa sio mzuri. Na ndio maana mimi nataka ni focus niambie jamii, tufanye kazi, okay? We have to work, okay? When we are working hard, there's payment. The more you work, the better you'll be. Ukifanya kazi vizuri na maisha yako utakuwa vizuri, utamanage life yako, utamanage watoto wako, lakini tukiwa wazembe, na ndio maana hapa kambini inanisikitisha sana. Vijana wengi ni walevi. Wanasema kufanya kazi ila watu wanatumania USA watumie hela. Sasa hapo na focus kuambia vijana. Unaona mimi ni kama wanaita animator, okay? I am an animator in this area. Nataka ni animate kuhusu people wafanye kazi na ndoto zao wazitimize. I don't think if you understand. Yeah, I got you guys. Okay, lakini neno la mwisho kwa ajili ya kuambia wapenzi watazamaji ambao wanakwenda kufuatilia kwa muda huu. Neno la mwisho nataka niseme thank you. Nasema asante kwa mara nyingine tena, na nyimbo ni nyingi, na ndoto nyingi, unaona? Kuna nyimbo kama hii Text Pay, kuna nyimbo Zero to Hero, kuna Lady Gentleman, kuna Lady. Yaani nyimbo ni nyingi, ni kama 100 hivi. Kama ninazozipangilia, lakini supporta ndio hivyo. Lakini naweza nikawaomba
all over the world who is watching this video from which TV this one? MKC Media. Please support it, man. Support me who is here, Ngwelo, your friend, your mate. Okay? Yeah. Na tuseme tunasema hatujafanya mna. Na nyimbo ipo YouTube inaitwa War. Niliimba kuhusu vita. Thank God I'm alive today. There's many people lost their life because of war, and the war is I'm seeing today. In the war that happened in Democratic Republic of Congo in 1996 until today, my heart is broken since our forefathers saw the same war. Who are you? How did you start? When will you end? Yani hapo nilitaka kusema hii vita vilianza lini, vitaisha lini, vilitoka wapi? Kwa hiyo mimi ni msanii ambapo na amashisha jamii. Sijui kama ndio have you understood? Yes, I know. So hivyo na shawishi jamii ifocus na wa vijana wafanye kazi. Okay, labda watu wanatamani labda kutembelea kwenye account yako ya YouTube, labda watembelee kwa anwani ipi? Anwani ni ya Ngwelo tu hapo. Ngwelo, na nyimbo yangu ya kwanza ni War, nifanya audio kwa kuwa sijajieneza vizuri. Yeah, as long as things will be good, I'll make a video. Punde hapo naweka video na nyimbo zingine naanza tiririsha hapo. Vitu kama hivyo. Okay bana, shukrani sana kwa muda wako. My pleasure sir. Okay bana, hii hapa ilikuwa ni MKC Media. Mimi ni Francis Jumanne kama nilivyokuambia tokea awali. Bana, usikose kusubscribe, like, comment na kushare ili tupo pamoja muda wote. Asante. MKC Media.